Peleka Samueli kwa nyumba ya Yese, na pia kuna yule mchawi ambaye Sauli alienda mahali pake ndiposa apate kupandishiwa Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Ile ambayo tunaenda kufanya hapa ni katika Samueli wa kwanza 16. Basi mtumishi wa Mungu Samueli alikuwa amelala usiku wa manane, nayo akasikia sauti ya Mungu ikimwita mara ya kwanza, ikamwita Samueli. Samueli bila shaka aliamka na kwenda katika nyumba ya Eli baba wake wa kiroho, akidhani ndiye ambaye alimwita, naye akamuuliza, umeniita? Hapana, nenda ukalale. Eli akamwambia Samueli, sijakuita, rudi ukalale. Samueli alipokuwa amelala, Biblia inasema mara ya pili sauti ikamwita Samueli. Samueli akaamka, akakimbia mpaka nyumba ya baba yake Eli na akamuuliza, umeniita? Hapana, sijakuita. Samueli alipotaka kurudi, Eli akamwita na akamwambia, Samueli akarudi kulala. Aliporudi kulala, akasikia sauti mara ya tatu ikimwita Samueli. Nipo hapa. Naye Samueli bila shaka akasema, niko mahali hapa. Akalala mpaka ikafika asubuhi. Ilipofika asubuhi, kama vile mtu anavyoamka, Samueli akaamka kuelekea nyumba ya baba wake wa kiroho ambaye ni Eli na kumsalimu asubuhi. Ulioneshwa nini ama uliota nini? Nilioneshwa kuwa umeshakufa na watoto wako. Eli alipoambiwa na Samueli hivyo akasikitika, akaenda naye. Samueli akaenda zake. Mwisho wa kunukuu ya kwanza. End of chapter 1. Basi kulikuwa na wana wa Israeli ambao walikuwa wanampost Samuel amtafutie mtu wa kuongoza. Naye Samueli bila shaka alipata mtu ambaye anaitwa Sauli, lakini mtu ambaye anaitwa Sauli alikuwa na madharau chungu nzima. Sauli Sauli alikuwa na madharau. Kuna siku ambayo aliletewa maji. Na watumishi wake, kwa sababu ya madharau alitupa madharau yake. Watumishi wake walichoka na yeye, lakini maana ni mkubwa wao hawakufa moyo. Pia kuna siku ambayo aliletewa chakula, kwa madharau yake Sauli hakuwa anakubaliana nao, maana alikuwa anataka mpaka chakula. Kile ambacho kinafanya tupe chakula ni kwa sababu kuna yule ambaye ni Daudi ambaye ameshachaguliwa, ambaye ameenda mpaka vitani, ameua watu, mpaka ameanza kupokea sifa kushinda Sauli. Mwisho wa kunukuu ya Sauli. Basi ikatokea siku moja ambayo Mungu alinena na Samueli. Akanena na Samueli akamwambia, utaenda mpaka mahali ambapo nitakutuma, nchi ambayo utaenda ukanitafutie mtumishi, maana nimeona Sauli analetewa maji, analetewa chakula, anatupa. Sasa nataka uende mahali ambapo nitakutuma ukatafute mtumishi. Samueli akamwambia Mungu, na nikienda mahali pale Sauli asikie ataniua. Mungu akamwambia Samueli, utajifanya umechukua ng'ombe, uende ujifanye unatoa nayo dhabihu, ipozo ukifika mahali pale upate kuchagua yule ambao nimekutuma ukampatie mafuta. Basi Samueli akaanza safari yake ya kutoka mahali ambapo ametumwa kuelekea mahali ambapo ametumwa akapata mafuta.
Samueli anatembea. Alipokuwa akitembea alipatana na wanawake wawili. Naye baada ya wanawake kumwambia Samueli, tunatumaini utakuja kwa ubaya. Samueli akamwambia, basi ningetaka mnionyeshe katika nyumba ya Yese. Wakaenda. Naye Samueli aliingia katika nyumba ya Yese na bila shaka hakuketi chini, alisimama. Naye akaulizwa na Yese, je, umekuja cha uzuri? Karibu. Naye baada ya Samueli akasema amekuja kwa uzuri, akamwambia niko na ujumbe wako. Nataka niangalie kijana wako. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa kwa nyumba, naye Samueli akaanza kumtazama. Alipoanza kumtazama huyo kijana, alikuwa mrefu, alikuwa mwenye sura nzuri, alikuwa mrefu lakini mweupe, naye Samueli akadhani ni huyu. Alipokuwa akimtazama, naye Samueli wa kwanza 16:7 inasema Bwana akamzungumzia Samueli, akamwambia usiangalie nje, usiangalie mavazi, mimi ndiye ninaangalia kilicho ndani ya mtu. Akatikisa kichwa na akatoka mahali hapo. Yese alimleta kijana mwingine mbele ya Samueli. Alipomtazama pia kijana alikuwa anakaa ambaye ametiwa mafuta, lakini alipokuwa akimtazama akaona huyu siye, akaingiza kichwa akaenda. Samueli alipomwangalia, wa kwanza alikuwa Abinao, wa pili, wa tatu alipokuwa akimtazama pia akaona si huyu, akaondoka. Ilibidi Yese akaondoka mahali kwake kwa nyumba, akaenda kumtafuta kijana wake mwingine, ndipo amlete mbele ya Samueli. Yese akaondoka ili kumleta kijana wake mwingine. Biblia inasema Yese alipanda kuwapitisha vijana 7 mbele ya Samueli. Naye Samueli akauliza Yese, kijana wangu wa mwisho ambaye anachunga kondoo kule msituni. Kimbia ukaite Daudi. Naye bila shaka Daudi ambaye alikuwa mchunga kondoo, alikuwa mkuu wao, ambaye alikuwa ameenda kuchunga kondoo, akaenda kuitwa. Daudi akaja, alikuwa mwenye kinumbi. Sasa alikuwa amebeba kinumbi, akienda kuchunga kondoo, anasikiza muziki. Akaingia kwa nyumba, akapata kulikuwa na mgeni, akamfanyia heshima na akamuuliza baba yake, ndio mwanangu nikuita. Mtumishi wa Mungu hapo hapa anataka kukuona. Naye ikawa mara ya kwanza Samueli kupatana na Daudi. Naye Samueli akainua pembe yake juu, maana pindi alisikia tu Mungu amemnenea, akamwambia ndio mpako mafuta. Akainua pembe yake juu, akaanza kumiminia Daudi mafuta, akisema maneno haya, Daudi, nimekubariki. Wewe ndiye utaokoa wana wa Israeli. Wewe ndiye mpako mafuta. Nimekubariki na natumai utalelewa pia na Mungu. Amina. Daudi alipata kubarikiwa baada ya kumwagiwa mafuta na uwepo wa Mungu ukawa juu yake maishani mwake mote. Mwisho wa nukuu ya 3. Kunukuu ya mwisho ile ambayo Sauli alisikia mpako mafuta, Daudi amepakwa mafuta, akaanza kumchukia, anataka kumuua. Samueli alikuwa ashakufa miaka mingi ambayo imepita sasa.
Sasa mtu ambaye ako hapo ni Daudi na Sauli. Sauli anatafuta kumuua. Nayo maana Sauli ilifika mahali mpaka akafanya dhambi mpaka Mungu akamkataa. Ikabidi Sauli amtafute mganga. Lakini kabla hajatafuta mganga, alikuwa amefukuza waganga wote, wengine akawachoma, wengine akawaua. Sasa ikabidi Sauli akasikia kuna mganga mahali fulani. Naye Sauli akachukuana yeye na watumishi wake. Hawakwenda mchana, waliondoka usiku kwenda kwa mganga. Sauli alikuwa ameamuru kijiji chake isipatikane mchawi hata mmoja. Lakini kuna yule mmoja ambaye alikuwa amebaki, Samueli wa kwanza, akabaki kijiji hiko wakiwa wamejificha. Sasa ikabidi Sauli akachukua na watumishi wake usiku wa manane. Akachukua na watumishi wake usiku ili kwenda basi. Kuna mtumishi wa Sauli ambaye alimwambia, nimesikia kuna mchawi mahali fulani. Sasa wakaondoka usiku wa manane ambao hakuna mtu ambaye angetoka kuwaona. Wakaanza kuenda kwa nyumba ya mchawi usiku. Naye mganga alipata kustuka kwa kumwona Sauli, akamwambia, naye baada ya mganga kumwambia, unataka nikufanyie nini? Naye Sauli akasema, nimeona Bwana ajibu maombi yangu, nataka unipandishie mtu mmoja. Naye akamuuliza, ni nani? Naye baada ya hiyo Sauli akasema, nipandishie Samueli. Nao wachawi wakaanza kazi yao, wakashika kioo. Biblia inasema wakashika kioo, wakaanza kuangalia. Naye mchawi bila shaka akaona uso ya mtu fulani. Naonyeshwa kuna mtu aliyekufa. Samueli, naona ni Samueli. Kuna mtu ambaye alikuwa amekufa miaka mingi. Naye mchawi akaona ni Samueli. Samueli akaanza kumtegea kwa kioo. Naye Samueli akamuuliza mchawi, mbona waniita? Sijakuita. Naye mchawi akamwambia, sijakuita, umeitwa na Sauli. Samueli akamuuliza Sauli, mbona wanitafuta? Akamwambia, na kama Mungu ameniacha. Naye Samueli akaongea maneno tu kidogo, naye akapotea. Ninaonyeshwa kuwa utakufa na watoto wako wote. Hata naona wako nimeonyeshwa utamaliza hata wiki. Naye baada ya Samueli kusema maneno hayo akapotea. Naye Sauli akaanguka chini na kuzirai, maana aliambiwa, ninaona utakufa wewe pamoja na watoto wako. Na watumishi wake wameanza sasa kumpeleleza Sauli. Amke sasa. Kuna yule ambaye akaanza kumpeleleza Sauli. Amka. Biblia inasema Sauli alichinjiwa ng'ombe na mganga, lakini maana kuna ng'ombe ameletewa maji. Sauli alikuwa Mwisraeli. Walikuwa wanalia wakisema mtumishi wao amewaacha. Sema Sauli mmoja akampatia maji. Baada ya kumpatia maji, alipata kuamka. Aliamka na hasira na akaenda kwa mtumishi wake hata bila kuongea na yeyote yule. Mwisho wa kunukuu.